njema jioni ya leo. Ndiye Mungu ambaye tumekuletea uhalisia wake mwema jioni ya leo. Anataka umjue ya kwamba yeye anafananaje na yeye anahitaji watu wa namna gani. Kwa hiyo unapopata nafasi ya kusikia neno la Mungu kama hivi, jua kabisa ni Mungu amekupendelea. Ni Mungu amekupenda jumla hivyo ulivyo. Sikiliza, kwa Mungu huwa tunaenda jinsi tulivyo. Kwa Mungu hata kama ni wavuta bangi, hata kama ni walaunga, hata kama ni wazinzi, anasema njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo fulani. Kwa hiyo jioni ya leo, wakati mtumishi ameongea hapa, kuna vitu umeanza kuviona katika moyo wako. Unajua, na hivyo vitu hakuna mahali ambapo tunaweza tukavipeleka zaidi ya kwa Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu ambao wamezaa nje ya ndoa, wake zao hawajui, waume zao hawajui. Lakini nakuja kwa ajabu, siku ambapo anaondoka hapa duniani, anaambiwa na huyu ni mtoto wako. Mama anaanza kujiuliza, baba anaanza kujiuliza, ni mtoto wangu kivipi wakati nilikuwa simfahamu? Lakini uhalisia ulibaki katika moyo wa yule mtu. Kwa hiyo jioni ya leo ninataka niseme nini? Uhalisia wa maisha yetu tunaujua, na tunapohitaji msaada tunajua. Kuna mtu mmoja alimfuata Yesu kwa siri. Yesu alikuwa akifundisha kama hivi. Alivyomaliza yule mtu akamfuata, akamwambia Yesu, nifanye nini ili niweze kurithi ufalme wa mbinguni? Aliona kabisa kwamba kuna kitu kinapungua katika maisha yake. Kuna kitu kinahitaji msaada katika maisha yake. Na mimi ninataka nikwambie rafiki unayetusikiliza, kuna kitu yamkini kimepungua katika moyo wako. Kimepungua kabisa, ambacho unaona kibinadamu hata iweje siwezi. Nyinyi wenyewe ni mashahidi. Kuna jambo ambalo umewahi kutendewa, wakakufuata watu wakakwambia msamehe, lakini ukafika sehemu ukasema, kwa namna alichonifanyia, kwa namna ambavyo amenifanyia, kwa namna ambavyo amenitendea, siwezi nikamsamehe. Kwa namna ambavyo amenitesa. Wengine ni wazazi kabisa, mmezaa watoto, mlikuwa mnajua hawa watoto ni wazuri, mkahangaika nao miezi 9 tumboni, wakaja wakazaliwa, ukasomesha mzazi, mtoto akaendelea, lakini baadaye mtoto akakusaliti, mtoto akawa vibaya kuliko ulivyotegemea. Unafika sehemu mzazi, unashika tumbo lako, unasema, ni kwa nini nilimzaa John? Ni kwa nini nilimzaa Ana? Ni kwa nini nilimzaa Mariamu? Kwa nini amekuja kunitukanisha kiwango hiki? Ninataka nikwambie jioni ya leo, yuko Mungu ambaye anageuza hao watu. Yuko Mungu ambaye anasamehe. Wewe kama mzazi, wewe kama mlezi, utakapochukua nafasi ya kuomba toba mbele za Mungu kwa ajili ya uzao wako, ya kumwambia Mungu, sijazaa mtoto wangu aitwe malaya, sijazaa mtoto wangu aitwe kahaba, sijazaa mtoto wangu awe mvuta bange maarufu, lakini Bwana, kwa sababu wewe ni wa rehema na watumishi wako wamekuja hapa jioni ya leo, ninaomba ukanisaidie juu ya uzao. Mungu wetu ni Mungu wa rehema. Mungu wetu ni Mungu anayesikia. Unajua kuna watu wanasemaga Mungu anaona. Nataka nikwambie ni kweli anaona. Lakini nini kitamfanya Mungu achukue maamuzi ni kitu kingine. Ni kweli Mungu anaona unateseka, lakini kitakachomshawishi Mungu achukue maamuzi ni kitu kingine ambacho atakiona ndani yako. Kwa hiyo jioni ya leo tunaenda kufanya sala ya toba. Ninataka nikwambie sasa juu ya sala ya toba. Sala ya toba ni nini juu ya maisha ya mwanadamu? Kwa nini tuombe sala ya toba? Sala ya toba ni njia ya kugeuka, ni njia ya kurudi katika kweli. Kuna kitu ambacho kilikuwa ni kibaya, lakini Mungu ni mwaminifu sana. Mungu awabariki. Lakini Mungu ni mwaminifu sana. Unapofanya sala hiyo ya toba, manake anaona ya kwamba huyu mtu amemaanisha. Nilitoa mfano mmoja nikiwa pale Machame. Sikiliza, wote tunaokaa njia hii tunafahamu hii njia ndio njia ya Arusha Road. Hii njia ni Arusha Road. Kwa hiyo ikitokea mtu afahamu Arusha Road, lazima apate shida kupita na njia hii. Anaweza akafika sehemu akaulizia, mama au kaka, tafadhali, hii ndio Arusha Road? Na kama kweli unaifahamu utamwambia, ndio
hii ndio Arusha Road. Na kama haufahamu utamwambia, mimi ni mgeni au sifahamu, mimi sio mgeni katika mazingira haya. Ninaomba umuulize kaka yule pale au ndugu yule pale. Lengo ni nini? Lengo ni kutafuta ukweli wa iko kitu. Kwa hiyo tunapofanya sala ya toba, maana yake ni kumwambia Mungu ya kwamba kuna mambo tulikuwa hatuyajui, au kuna mambo tuliyaona ni ya kawaida, au kuna mambo tuliyachukulia ni ya mzaha, lakini kwa sababu umetufahamisha ya kwamba wewe ndiye njia na kweli, wewe ndiye msaada wa maisha yetu wanadamu, tunaomba utusaidie sasa. Manake kama nilikuwa ninaenda hii njia nikijua ninaenda Arusha, wakati Arusha iko njia hii, nitageuka na kuanza kurudi upya. Kwa hiyo jioni ya leo jukumu ambalo liko hapa ni kugeuka kwa Bwana. Jioni ya leo sikiliza, haijalishi wamekudharau kiwango gani, haijalishi wameyasema maisha yako kiwango gani, haijalishi umejikatia tamaa kwa kiwango gani, haijalishi watoto wamekusumbua kwa kiwango gani, haijalishi